makadirio yote kuweza kupeana maoni yao. Manake wanakamati ile pia watakuwa na nguvu ya kuweza kufanya marekebisho kadha wa kadha. Lakini kule Kisumu sijui kukoje, wakazi wanasemaje nao? Manake wao pia kule Kisumu wana matarajio yao. Manake kuna zile biashara ikiwemo biashara za samaki, vile pia kuna vile biashara za usafiri. Je, Kisumu, Bramwell Bwire, hisia ni zipi wakati tunasubiri bajeti ya mwaka 2024-2025? Jinsi ulivyosema ni kweli kwamba tuko hapa katikati mwa jiji la Kisumu, na jinsi ulivyosema ni jiji ambalo linaaminika sana kwa ile shughuli ama sekta nzima ya uvuvi. Kumbuka kwamba katika sekta ya uvuvi Rais William Ruto amekuwa akipiga hapa ziara si moja mbili, hususan katika hii kaunti ya Kisumu, ile kaunti ya Siaya pamoja ile kaunti ya Homa Bay, akizungumzia zile fukwe, ujenzi wa zile fukwe, nazungumzia kwa Kiingereza wanaziita landing sites, ambazo alikuwa anasema kwamba zitajengwa hapa fukwe, takriban fukwe kama 9 hivi katika ile kaunti ya Busia, kaunti ya Siaya, kaunti ya Kisumu na ile ya Homa Bay. Kwa hivyo ni mambo ambayo labda tunafuatilia kwa karibu kuweza tu kujua hisia za wakazi kuhusiana na shughuli hii nzima ni ipi. Lakini hapa ni ruhusu Yeri niseme na baadhi ya wenyeji ambao wako hapa watupo hisia na labda matarajio yao kufuatia yale makadirio ya bajeti ambayo yatakuwa yanasomwa mwendo wa saa 9 katika bunge la kitaifa. Ndugu, naomba usongee hapa na shukrani kwa kutenga muda wako kusema nasi. Utaangalia pale, tueleze jina lako na kisha baadaye tuambie matarajio yako kufuatia ile bajeti ni yapi. Mimi kwa majina naitwa Jojo Kwach, ni mfanyabiashara hapa Kisumu, na budget ambaye itasomwa leo saa 9 iwe budget ya manufaa, budget ambaye itafanya nchi isonge mbele, sio budget yenye itarudisha nchi nyuma. Na pesa ambaye watasanya kwa usuru itumike vizuri, sio eti wanasanya na wanapotea nazo. Hii nchi ni nchi ambaye Mungu alitupatia, na ni nchi ambaye iko na vitu mingi, na sasa uizi, corruption ndio inaharibu nchi yetu hii. Ya pili, rais na mawaziri wake wajaribu sana watafutie vijana kazi, kwa sababu vijana wengi wanatoka kwa university, kwa college na hawana kazi. Sasa hata kama budget inaongezwa, inasomwa na bei za bidhaa zinaongezwa na watu hawana mapato. Wakenya wamekumbwa na changamoto mingi sana. Lazima waangalie Kenya itakuwa namna gani na wananchi watakuwa namna gani. Maisha imekuwa gumu, mambo ya masomo ni gumu, mambo ya matibabu ni ngumu, mambo ya kuishi ni ngumu, generally ni ngumu. Wajaribu sana wafanye hii maisha iwe affordable kwa wananchi wa kawaida. Shukrani sana. Labda niseme sasa na huyu bingwa ambaye yuko hapa. Utatueleza jina lako, nimeona umebeba kijikaratasi hapa. Utueleze labda bajeti hii ambayo inaenda makadirio ambayo inaenda kusomwa, makadirio ya mwaka 2024 2025. Labda kama mkazi wa Kisumu, mambo yapi ambayo ungependekeza yaweze kulengwa kwa ndani? Bajeti ya 2024-2025 sio bajeti ya kuweka raha kwa macho ya mwananchi wa kawaida, kwa sababu ni bajeti ambayo hayalengi mambo yenye nasumbua binadamu hapa chini. Kwa hivyo mimi kama chairman wa Kenya Bunge la Wananchi Caucus, kwa niaba ya wanabunge wote, mimi nasema kwamba sisi kama raia tumeumia sana. Sababu gani? Lengo letu ni kuangalia kwamba serikali imepeleka maendeleo katika sehemu zote za Kenya, 47 counties. Hapa Kisumu, President William Samoei Ruto alikuja hapa na akalaunch project nyingine pale panaitwa Kabonyo Kanyagwal. Hadi wa leo tukiangalia katika budget, hiyo pesa hakuna kwa budget, kumaanisha kwamba watu wa Kabonyo Kanyagwal hawatakuwa na benefit katika hicho project, na sisi pia kama watu wa Kisumu County hatutakuwa na ile manufaa katika hiyo budget. Bajeti ya pili ni mambo ya port. Port ni kitu ambayo inatupea inatoa taxes kwa county ya Kisumu na country ya Kenya, na hakuna ile mambo yote ambayo wameweka katika mambo ya port. Pia project nyingine ambayo ni kubwa sana yenye inaweza ikatusaidia kama watu wa Kisumu aswa wakati wa floods ni project ya Koru Soin Dam. Tukiangalia katika hii budget pia wajaweka
Lakini maanani kwangu ningependelea kwamba hii budget iwe inazingatia katika wizara tofauti. Wizara ya kwanza inafaa kuzingatia wizara ya afya. Ukiangalia hapa Kisumu, tukienda katika mahospitali zetu tunakuwa na shida sababu ya madawa. Tunakuwa na shida sababu ya equipments ambazo zinatibu watu wetu katika mahospitali. Tunakuwa na shida sababu ya vitanda. Wagonjwa wanalala chini sababu hawana vitanda. Ukiangalia kwa mambo ya afya, unakuta kwamba madaktari wanakuwa katika barabara kila wakati wakiwa wanaangalia na wanasema kwamba wanataka pesa yenye nafaa inawasaidia. Ukiangalia katika masomo pia walimu wetu wa JSS pia walikuwa katika barabara na wamewacha mambo ya maandamano hivi juzi. Kumaanisha kwamba mambo na masomo vitu haviendelei mbele na vitu vinaenda mrama katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba serikali wameweka 639 billion kwa mambo ya education. Kwa hivyo mimi kama yule ambaye anasimamia na anatetea katika mambo na haki za kibinadamu, ningependa kusema na kumwambia Rais William Samoei Ruto kwamba hii pesa 639 billion yenye anaenda kuweka kwa education, hakikisha ya kwamba hiyo pesa imesaidia watoto wetu. Kwa saa hizi tunaambiwa na hii serikali kwamba wanataka kutoa feeding program katika shule zetu. Tunasema hiyo pesa iwekwe hapo na watu wetu wakule, watoto wakule katika shule. Kwa saa hizi tukiangalia na kusema vizuri, watoto ambao wako katika shule sekondaria na pamoja na secondary, wao kitambo kulikuwa na pesa kingine cha afya ambayo kama mtoto wako alikuwa mgonjwa alikuwa anatibiwa na serikali. Kwa saa hii serikali imetoa vitu vingi, vimetolewa na hii serikali katika mambo ya masomo. Shule zetu mingi bado zimefungwa sababu ya floods. Kwa hivyo mimi nasema hiyo itengenezwe. Mambo ya sports, mambo ya agriculture, hizi zote tunaona hazijatengenezwa vizuri. Ningependa kumwambia William Samoei Ruto azingatie kupeleka pesa katika ugatuzi, sababu ugatuzi ikipewa pesa mengi na sisi tutakuwa na manufaa sana kama wananchi. Hapo tunasema iangaliwe vizuri. Nikimalizia, nataka niwaambie wabunge wetu, wabunge ambao wamechaguliwa ili wasimamie haki na watetee raia wa kawaida. Wabunge wetu, mkiwa pale parliament, mkiwa pale senate, muangalie kwamba mambo yote ambayo binadamu na wananchi wanatetea na wanasema ni mbaya, mshughulikie. Kwa hivyo tunawaambia mkipitisha hiyo bajeti ya kuumiza raia, mimi kama chairman wa bunge nitakusanya watu wote na tutaenda katika barabara. Na katika manyumbani kwenu tutafunga milango na mtakuja katika constituency zenu sababu mmeuza raia. Sababu mkate imeongezwa bei, magari zimeongezwa bei, unga imeongezwa bei, sukari imeongezwa bei, mafuta na bidhaa zote ambazo zinasaidia binadamu hapa chini zimeongezwa bei. Ruto anatumia pesa mingi kusafiri, karibu milioni 200 kusafiri kwa ndege, na wanatumia pesa mingi na wanaiba na wanapea mpaka raia hapa chini pale fertilizer ambayo ni gushi. Hayo yote hatutakubali. Asante na Mungu awabariki. Anaitwa Abungu Akwachi huyo, mojawapo ya watetezi wa haki za kibinadamu hapa Kisumu. Ni mkereketo wa masuala mengi. Anazungumzia jinsi wabunge wanafaa kutekeleza shughuli zao. Anazungumzia vile jinsi mgao ule wa bajeti, yale makadirio, jinsi yanavyofaa kwenda ili yaweze kuwafaa wakazi katika ukanda mzima wa Nyanza. Kwa hivyo ni masuala tu mengi ambayo yanazidi kuibuka, watu wakisubiri yale makadirio yaweze kusomwa mwendo wa saa 9. Lakini ndio taswira ilivyo katika ukanda wa Ziwa. Lakini moja kwa moja sasa nielekee kwa mwenzangu Tobias Chanji ambaye vile yupo katika ule ukanda wa Pwani. Chanji, kazi kwako. Naam, taifa linasubiri sana